Sharon nimeishi kumwamini kama mpenzi wangu wa kipekee. Mtoto mpole mzuri, tukijuana muda wote tumejuana. Sasa yale mambo ambayo unaniambia hapa kidogo yanikanganya mimi. Sawa sawa. So kwa hivyo kwanza uliona wapi? Unajua siku hizi watu wanazeeka mambo mengine interneti ambayo haieleweki. Ni ukweli kabisa uliona ni Sharon ama uliendaje? Ni kweli niliona ni Sharon, mpaka niko na evidence. Kama unazitaka naweza kukuonyesha saa hii uone Sharon wako. Mimi nilijua tu kwamba labda kuna jambo la dharura, lakini sikuwa nafahamu kwamba ni jambo la dharura namna hii. Kwa hivyo nimeshikwa na kiwewe sababu sijui nianzie wapi, sijui la kukwambia sababu nimeanza kuwa na mshtuko wa moyo. Kwa hivyo ningependa kujua Sharon kafanyaje? Unajua unaniambia sijui yako na uhusiano sijui na nani. So, ndugu, unahisi kwamba Sharon hawezi akakudanganya akakuchiti? Nahisi kwamba dadangu hapa ananicheza kidogo, sijui ananikoroga akili kidogo. Unaona ni kama anakudanganya? Naona ni kama anajaribu kunidanganya. Naam. What is this? You people. Lamba hizi vitu zako wewe. Wacha. Wewe niachane. Waka ndizi. Kula hizi vitu zako. Mnatumia ndizi kufanyia nini? Simuue bro, simuue. Lamba hizi vitu zako. Bro, wacha bro. Who is this young man? Wacha bro. Bro, wacha. Nipanga pesa lakini kitaka mapenzi ya juu. Sijamkula. Unasema sijamkula. Nilikuwa mnafanya? Nilikuwa natumia tu ndizi. Bro, nilikuwa. Kuja. Hizi ndio mnafanya hapa. Bro, nilikuambia wacha. Hizi ndio mnafanya hapa. Wewe bro. Can you explain to me? Pole. Why leta itawali kwanza. Bro, msione. Namba hizi. Hizo vitu zako wewe. Naweza kupea bibi uende na yeye. Can you talk? Fanya aje, tulia tu, wacha tuongee. Vile nilikuambia wacha tusuluhishe pole, wacha tu. Kitu naweza fanya, itabidi tu nimerudi home. Niambie wazazi kenye kilinipata. Sasa tuone kama tunaweza muita huko nyumbani tuongee. Vitu zingine si za kusamiana juu hii kitu nayo ni mbaya sana. Unajua huko nje mali nakaa nateseka mimi, hata sina haja ya na wanawake huko nje. Wanawake ni wengi sana lakini sina haja. Kazi yangu ni kutafuta pesa, ni make sure my wife ako sawa. And then sasa hii ndio reward sana nipea. Unaona sasa mimi nimekuja kama nampea surprise, kumbe ndugu yake amegeuka kuwa bwanake tena. So mimi sioni hiyo mambo na kusamiana kama itafanya kazi. Wacha tu uende na huyo jamaa wakae kwao. Mimi nitakaa tu nitulie kwanza. Guys, tumejaribu kumpigia Robert simu. Becky amejaribu kumpigia simu, hajachukua simu. Tumesema badala ya tu waste time, wacha tu KDF juu kuna mahali anataka kukimbia, wacha tu tumruhusu aende. So before that, KDF unaambiaje Becky? Kama kuna information unataka kupeana kwa Becky achukue kwa Sharon? Kitu mimi naweza mwambia sijui hata kama kama wewe uko hivyo, lakini sasa yule sisako si mtu wa kuoleka. Huyo ni kazi ngumu kwake. Nikikuja kwangu nilimpata na kijana mwingine. Tena unasema kuna jamaa mnajua kama ndio sasa anafaa kuwa bwanake. Mimi nashindwa sielewi. So kitu naweza kuambia nikienda huyo mshana wenu mfanyie maombi. Mimi saa hii niko shughuli, nataka kutafuta bibi ndio niache kwa nyumba nirudi kazi. Alafu ama maybe walienda na ule kijana sababu kama umesema hajakuja nyumbani, unajua tena hapo kitu ulifanya fani ni uliwaambia watoke pamoja. Wakatoka tu one way. Hiyo nayo nilikuwa nimeamua, sina haja na yeye tena. Kama ningekuwa namfikiria, at least ningesema aende kwao apumzike ndio arudi. Sasa hata kama wakiwa na huyo kijana mimi sina shida. Ni kama bwana walienda na huyo kijana. Alitoka na nguo kweli? Vitu zake zote nilimpea, kitu nilichukua tu ni simu na nikatoa line. Juu simu mimi ndio nilikuwa nimeinunua. Zingine zake zote alienda nazo, hata nguo zenye nilikuwa nimemnunulia alienda nazo. Amepiga simu? Wewe ni Robert? Yeye ndiye anapiga. Sasa nishike. Hebu ongea na yeye tuone kama anaweza fika. Ingekuwa vizuri tu afike. Yes. Mzuri. Hata nimejaribu kutafuta. Kuna wenye wanataka kuongeleshe. Kuna wenye wanataka waongee na wewe. Na sasa tulikuwa tunahitaji na kuomba tu ukuje.
penye niko. Oh, sasa nimeshika kidogo, ni jambo la dharura. Yeah, ni jambo la dharura. Haitachukua long time. Oh. Yeah. Nielekeze ulipo. Sawa, acha nikutumie location. Aya. Amesema nakuja. Oh, amekwambia nakuja. So ni vizuri afike, hata ni vizuri sababu unajua tulikuwa tumeamua KDF tumfree aende. So utatuongeza muda mwingine kidogo tu tuweze kujua kwa upande wake. Unajua yeye unaweza pata pia kuna information ako nayo tunahitaji kujua. So ni vizuri pia yeye afike tuone inakuaje. So guys, sijui kama tutamungoja afike akikuja alafu tuone vile tunafanya. Hello guys, once again, so manze kama uja subscribe, make sure una subscribe, like, share and then comment. Na wale wanarudi wenye wamesubscribe nawaambia asanteni sana. So with the due respect, Robert amefika. Becky alimpigia simu, amefika. So tunataka amuelezee, amwambie nini sababu ndugu yangu anasema kwanza asante kwa sababu umekubali kukutana na sisi. Hata ulikuwa umeniulizia mbona tuna record nikakwambia kuna kitu. Hata wewe unaona hakuna kitu mbaya lakini tufanyagi kitu mbaya. Asanteni sana kwa sababu umefika. So usiogope hata kama tuna record, there's no bad thing we are doing. Wewe tu feel free. Shemeji yako ongea nayo kidogo alafu after that akikwambia tutajuana, sawa? Naam. So nilisikia unaitwa Robert. Naam, mimi ni Robert. Na Becky ni shemeji yangu. Na amenipigia simu nikiwa shughuli zangu. Na ilikuwa inakaa simu ya dharura. Kwa hivyo lazima ningeacha yale ambayo nilikuwa nafanya niposa niweze kumhudumia kwanza, niposa nimeweza kufika hapa sasa hivi. So uliona ni kama amekuitia emergency? Niliona ni kama amenitia something of emergency ama kwa place mbaya ama anataka usaidizi wangu. So I had to leave everything I'm doing nikuje nione shemeji yangu. Unajua mara mingi unajua kuna ile simu unaweza fika ujue kwani ameshikwa na karau. Si mbaya. Lakini kwa sababu umefika hakuna kitu mbaya, so kuna ile kitu nataka kukuambia. So tuseme wewe ndio umeoa sister yake? Mimi nimeoa Sharon, sister yake ambaye anayemfuata. Na mimi napenda sana dada yake. Umeenda nyumbani kwao? Nimeshaenda nyumbani kwao. Tushajuana na wazazi, tushajuana na watoto wengine wakina Becky. Kwa hivyo ni jambo la familia, ndiposa nimeweza kufika hapa sasa hivi niweze kusikia shemeji yangu amepatwa na jambo gani, ndiposa tuweze kusaidiana ama kuongea. Ni vizuri bwana, nashukuru sababu una heshima bwana. Asante, nashukuru sana pia. Sasa Becky nataka umuelezee Robert alafu tutajuana. Okay, Shem, nimeshukuru sana umefika hapa. Hiyo ndio acha tu nianze hapo kukushukuru kwanza. Umefanya kitu ya maana sana kufika hapa. Kwa sababu sijakuitia ubaya yoyote, ile nimekuita tu kuna tu ukweli nataka nijue na wewe pia ujue. Although mimi nikukatize kidogo. Don't explain yourself shemeji, wewe ni familia. Naweza nitia jambo lolote lile, liwe baya, liwe zuri, niko hapa. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi wote ule kufanya nini? Kunieleza. Kwa hivyo feel free to talk to me. Sawa. Sasa vile nilikuwa nakuelezea, shida imetokea kwa Sharon, mke wako. Vitu zenye amefanya sio vitu za heshima hata kidogo. Ngoja. Unamzungumzia Sharon mmoja ama kuna jambo ambalo sijapata bado hapa? Kwa hivyo ningependa Sharon dadako. Ndiyo, Sharon dadangu. Kwani kafanyaje? Sasa Sharon amekuwa na uhusiano na KDF. Ngoja mmoja. Uhusiano tena KDF. Sharon mmoja. Mimi siamini wanicheza ama leo ni Fool's Day kweli sidhani. Jambo gani hili? Jambo gani laendelea hapa? Sababu umeanza kunipatia wasiwasi. Kitu ya kwanza, siwezi kukudanganya kitu ya kwanza. Kwa sababu nakuheshimu sana kama shemeji yangu. Ila kenye nakuambia hata mimi nilishtuka kuiona na niliona tu through internet. Sikuiona ati nimeambiwa ama niliona kuona kwa macho. Sasa hata ndio unanitia wasiwasi kabisa sababu mahali nilikotoka mimi nilijua tu kwamba labda kuna jambo la dharura, lakini sikuwa nafahamu kwamba ni jambo la dharura namna hii. Kwa hivyo nimeshikwa na kiwewe sababu sijui nianzie wapi, sijui la kukwambia sababu nimeanza kuwa na mshtuko wa moyo. Kwa hivyo ningependa kujua
Sharon kafanyaje? Unajua unaniambia sijui ako na uhusiano sijui na nani. So, ndugu, unahisi kwamba Sharon hawezi akakudanganya akakuchiti? Nahisi kwamba dadangu hapa ananicheza kidogo, sijui ananikoroga akili kidogo. Unaona ni kama anakudanganya? Naona ni kama anajaribu kunidanganya. Naam. Beki, mwambie tu. Kitu ya kwanza sikudanganya. Unaona huyu ndugu hapa, huyu ni KDF mzima. Huyu ndiye inasemekana ni bwana ya Sharon. Yeye ndiye anasema yeye ni bwana ya Sharon. Na sisi vile tunajua kifamilia, tunajua ni wewe ndio bwana ya Sharon. Naam. Juu kisha wewe ulishakuja nyumbani, tukakutambua mpaka mnapanga harusi, kufanya harusi, na ninajua ulikuwa ulete mahari karibuni. Lakini sijawahi kusikia jambo hili. Unajua sasa nimekosa la kukwambia sababu umenishtua sana. Sawa. Yaani nile I don't have words to explain because Sharon tumekuwa na yeye vizuri, tumekuwa na uhusiano mzuri kifamilia, hata wewe shemeji yangu tumekuwa na uhusiano mzuri, sababu ndio maana nimekimbia hapa. Sababu nilikuwa na kazi zingine za kufanya, lakini niliposikia ni shemeji yangu ananitaka nikafanya nini? Nikakimbia. Lakini sasa mambo ambayo unaniambia kidogo yanitia kiwewe. Sawa. Sababu siamini Sharon anaweza kafanya jambo kama hilo. Nimekuwa na mshtuko wa moyo. Hebu nieleze ni mambo gani ambayo yanaendelea hapa? Sasa vile nilikuwa tunakueleza kabla unikate, huyu KDF ni mume wa Sharon wa huku. Juu vile niliona ni kama walikuwa wanaishi pamoja kwa muda mrefu. Juu KDF alimpata kwa kitanda na mwanaume mwingine ambapo sio KDF, mwanaume mwingine tena. Na KDF pia anasema Sharon. Ngoja. Tena kuna mwanaume mwingine? Ndiyo, kuna tena mwanaume mwingine. Kuna tena mwanaume mwingine ambapo hata mimi mmoja. Naongelea Sharon mmoja dada yangu. Tena kuna mwanaume mwingine? Ndiyo, tena kuna mwanaume mwingine ambapo KDF pia ana complain akisema yeye pia alikuwa anajua ni yeye tu ndio bwana ya Sharon. Sasa Sharon amekuwa akiwacheza nyinyi wote. Mbona maneno yaningi vyema akilini, sababu sijui nikwambiaje, sababu mimi sasa Sharon nimeishi kumwamini kama mpenzi wangu wa kipekee. Mtoto mpole mzuri, tukijuana muda wote tumejuana. Sasa yale mambo ambayo unaniambia hapa kidogo yanikanganya mimi. Sawa. So kwa hivyo kwanza uliona wapi? Unajua siku hizi watu wanazeeka mambo mengine interneti ambayo haieleweki. Ni ukweli kabisa uliona ni Sharon ama uliendaje? Ni kweli niliona ni Sharon, mpaka niko na evidence. Kama unazitaka naweza kukuonyesha saa hii uone Sharon wako. Lakini sasa ndugu, unataka kusema kwamba huyu hawezi jua dadake hata kwa picha? Si hivyo. Unajua kuna maneno mengine ambayo wasikia wakati mwingine na kwa vigumu kuyaamini. Sema umekuwa na mtu kwa muda fulani, alafu ukakuja ukasikia, alafu ni mambo ambayo sikuwa natarajia mimi mwenyewe. Ni mambo ambayo nimeyasikia sasa hivi. Kwa muda wote ambao tumekuwa na Sharon, mimi nimejua tu Sharon ni wangu pekee. Sasa tena nimekuja kusikia tena kuna mwanaume mwingine. Sasa ndugu, before tuelekee hapo, sababu unaona ni kama kitu naambiwa sio kweli. Huyu mwenye unaona hapo umeambiwa ni KDF, anaitwa Wycliffe. Huyu ni KDF, Sharon ni bibi yake. In fact unakutana na Sharon na lini mwisho, alafu umedate for how long? Sharon tumekawia na yeye, tumekuwa kimapenzi na yeye, uhusiano wa kimapenzi mwaka 1.5 hivi. Naam. Umedate na Sharon mwaka 1.5? Naam. Tumedate na yeye mwaka 1.5. Na katika hali yote ya kudate ama kuwa na uhusiano wa kimapenzi mwaka 1.5 hatujai kuwa na jambo lolote la kujikwaza katika mapenzi yetu. Niposa maana nakwambia ni mambo ambayo bado hayajaniingia vizuri akilini mwangu, sababu najaribu kutafakari haya mambo yapi ambayo yanafanya nini wananiambia mimi mwenyewe. Kwa hivyo bado anga huyo labda niambie yeye ni nani, ni ukweli, sababu shemeji yangu namwamini sana. Kwa hivyo nimeshtuka tu. Kama umedate na Sharon mwaka 1.5 ni kumaanisha kwamba huyu ndugu yangu hapa alikuja mbele yako. Yaani walianza mahusiano na Sharon mbele yako. Sababu huyo amesukumana yeye for 2 years. Sasa hoja tu yeye mwenyewe kuelezee ndio uamini. Unajua inaweza kuwa mtu mmoja akikueleza unaona kama ni historia ya jaba tu. So Wycliffe, nataka ongea na ndugu hapa kidogo
ndio aone hii kitu vile iko. Isikuwe ati ni sisi tunamweleza. Inaweza kuwa huyu sister dadake Sharon ndo alikuta na video, inaweza kuwa ndugu yetu hajakutana nao. Sasa ni Sharon ameamua kuambia shemeji ukweli sababu hataki mambo iende kombo. Sasa unaweza muelezea hapa na pale. Kwa majina vile umesikia, naitwa Wycliffe. Mimi nafanya kazi na defense. Nilikuwa kwa mission, nikatoka kwa mission, nikakuja kufika kwa nyumba. Before nifike kwa nyumba nikajaribu kutafuta brother Ondieki hapa. Venye nilimtafuta nilikuwa nataka kupea bibi yangu surprise. Tumekaa na yeye for 2 years. Mimi nakujanga nakaa for 1 month naenda mission. Nakaa kidogo naenda mission. Sasa nimekuja kwanza, before nifike kwa nyumba nilikuwa nimempigia simu. Nikamwambia, nikamtumia pesa, tukaongea na yeye, tukamaliza kila kitu. Sasa kufika kwangu kwa nyumba hakuwa anajua, hakuwa anatarajia kama mimi naenda huko. Sasa ndio kufika kwa nyumba namkuta na mwanaume mwingine. Hiyo ilikuwa imeniuma sana. Wewe ndio ulienda kwa nyumba ukampata na mwanaume mwingine? Na mwanaume mwingine. Kwako ama wapi? Kwangu. Kwako kwa nyumba. Kwangu mahali nimejenga kwangu. Sasa hapa mahali nimempata kwa nyumba, nimewapata kwa kitanda red handed. Then sasa ndio nikaona hapa iwezi make sense akikaa hapa tena. Buni kukatize kidogo, labda huu ni mchezo mnanifanya ama mzaa, sababu sasa nimeanza kukuwa affected. Unajua kwa kina Sharon? Kwa kina Sharon sijaenda huko, lakini sasa ni kuna dada wangapi? Familia yake najua wako 6. Ndio naona kama unaongelea Sharon mmoja. Sharon kwao wako 6. Wako 6. Naam. Najua hata majina ya wazazi wake. Naam. Nimempeleka kwetu. Tumekaa huko kwetu. Tumekaa na yeye muda wa miaka 2. Isipokuwa ni ile mimi natoka nakaa kwa nyumba kidogo naenda kwa mission. Hiyo ndio sasa, maybe hiyo ndio ilikuwa imempea chance ya kukutana na hao wanaume wengine. Ndio maana akaniambia kuna brother, huyo brother akuje kuishi. Kufika kwa nyumba nikapata brother yake, huyo brother yake mwenye amekuwa akisema ni brother yake ndio. Kumbe ni kijana amekuwa akikaa na yeye kwa mapenzi. Hata mimi inaniuma sana. Mambo magumu hayo kuyachukua, sababu kidogo Sharon ninayemjua bado sijakubali hayo maneno, sababu sijui kama yasafanya hivyo yeye mwenyewe. Lakini umeniambia hadi majina ya wazazi kwao. Nasema umekaa naye kwa muda upi? Nimesema nimekaa na yeye kwa muda wa miaka 2. Miaka 2? Yeah. Kwa hivyo inamaanisha wewe ulimpata mbele yangu? Hapo sijui, lakini sasa venye umesema wewe ni mwaka 1 na nusu, inamaanisha mimi nilimpata mbele yako. Na ulimpata akifanya nini? Ni venye zile kukuruka kara za kupita tukakutana na yeye. Sijaamini hao maneno yamenikalia magumu, sababu sijui sasa kidogo. Sharon anaweza tufanya hivi wote. Unajua tena kushtuka hadi tena kuna mwanaume kimesema kijana. Kwa kijana mdogo tena. Ni kijana mdogo kutoka side ya Coast. Hivyo ndio hiyo kijana alisema hiyo siku niliwapata. And then sababu ya Ondieki ndiye alikuwa amenizuia kidogo, au watu ningewaumiza vibaya sana. Hiyo kijana amesema anatoka side ya Coast. Wamekuwa na yeye kwa mapenzi. And then sasa kitu ilikuwa inaniuma sana. Venye sasa nimekuja hapa nikasikia eti tena amekuwa na bwana mwingine. Sasa maybe nikuulize swali. Huyu Sharon akiwa kwangu, wewe ulikuwa unajua ako wapi? Mimi Sharon kwa kawaida mara nyingi, sababu mimi naamini mpenzi wangu, kwa kawaida uniambia kuna biashara anakuanga nazo akifanya. Kwa hivyo muda mwingi wananiambianga kuna mahali anawajibika, ananiambianga sometimes ako busy. So sometimes ananiambianga tu I'm busy somewhere, na mimi juu naamini mpenzi wangu simfuatilii sana kujua mambo ambayo anafanya. Kwa hivyo mimi nimempea ruhusa awajibike na kazi zake, sababu huwezi fuatilia mtu hapa na pale. Kwa hivyo mimi najuanga anakuanga na biashara ndogo ndogo ambazo anazifanya, na mimi huwa namsaidia kidogo kidogo na kazi zangu ndogo ndogo ambazo nazifanya, kwa sababu pia mimi ni mtu ambaye ako na biashara ndogo ndogo, tunapambana na hali ya maisha tu. Kwa hivyo mimi huwa naamini anakuanga kikazi. So unajua Sharon yako kazi? Mimi najuanga Sharon yako kikazi, sababu ananiambia ni mtu wa biashara ndogo ndogo hapa na pale kujaribu maisha. Kwa hivyo pia inafika mahali tunapambana pamoja, tunasaidiana mahali tunaweza. Sasa haya yale ambayo nasikia hapa sasa hivi ndio ananitia kidogo wasiwasi. Sasa Sharon ameikuja kwako ama mnakutana tu kimungu? Wakati mwingine ukuja. Sharon ukuja kwangu. Nimekwambia tumekaa na yeye muda wa mwaka 1.5 hivi. Yaani hiyo ni time umedate na yeye, lakini si kukaa na yeye kwa nyumba moja? Yeye ako na nyumba yake.
Alafu najua mimi ni yule mtu nikipenda mtu anamwamini. Sharon ako na nyumba yake? Sharon anakuanga, ananiambia tu anakuanga na nyumba yake, sometimes ako kazi, sometimes anafanya haya na haya. So kwa hivyo sometimes ananiambianga ku held up kidogo, lakini kwangu kuja mara kadha wa kadha akipata nafasi. So kwa hivyo yale ambayo mnaniambia hapa ndio nashindwa mambo gani haya yanaendelea hapa. Shemeji, nikikukata, kitu ya kwanza Sharon ana nyumba yake. Hana nyumba yake. Ana nyumba yake. Kitu ya kwanza Sharon ana biashara. Sharon alikuwa anafanya kazi ya ndani ya nyumba, ambapo kuna wakati alisema ameenda safari na mdozi wake. Kidogo kidogo tunaona hisia ya KDF. Sasa Sharon amekuwa akichezea watu akili. Ana biashara, ana nyumba yake. Lakini ikakuaje? Sababu mimi nikimhitaji anakuja. Ama ndiposa nikimwambia niende kumtembelea kwake ananikataza, ananiambia ako held up somewhere, mara sijui amepata dharura gani, mara sijui afanya nini. Uona kukataza? Mara nyingi huwa nikimpigia simu kumuuliza niende nimtembelee kwake sababu ni mpenzi wangu. Si ndio? Hata wewe ni have a girlfriend or a wife, some point it's upon you to know where she lives. Okay? So at some point mimi wanamwambia si nikuje kwako nikutembelea angalau nikajue mahali ambapo unafanya nini waishi. Lakini sasa swali hilo linamkalianga ngumu. Naona ni kama analijaribu kulikwepa. Anakataa, yani usiende huko, yeye akuje. Yeye kuje. Lakini mimi nikimuita wakati wote huwa ana make time anafanya nini? Yeye yuaja kila wakati. Kwa hivyo ukipiga hiyo picha, hiyo wakati yenye unamuita inakaanga ni kama saa zenye KDF ameenda mission zake. Na yeye anakuanga free. Sasa alikuwa anapiga hesabu, wewe ukikuja kwake hapo kwa wewe KDF atajulikana vile tu alijulikana na huyu mwingine. Na maybe hakutaka ujue. Juu yeye anajua wazazi wanakutambua na yeye anatambua KDF. Sasa si unaona hapo alikuwa anawachezea akili. Sana sana wewe ndiye alikubeba sana. Alikuwa anajaribu sijui naweza fanyaje. Alikuwa anajaribu kuiweka uone like umpe trust yako yote. Lakini yeye sio mtu wa kutrust. She is my sister but siwezi muongelea vibaya but Kenya amefanya even me haijanifurahisha. That's why niliona nimefika hadi huku. Ndio ni confirm. Umefanya vyema dadangu, lakini nikuulize tena swali tu. Umesema Sharon kufikia sasa tuko watatu. Sababu nimesikia kuna kijana mwingine anatoka Coast. Kuna huyu umesema ni KDF. Naliendea KDF. Na mimi hapo najua mimi ni mkulima mdogo napambana na hali ya maisha, lakini nilikuwa najua Sharon wanipenda sana. Alifanyaje? Ulikuwa unajua haya maneno? Mimi sikujua kenye kunaendelea. Hata mimi nilishtuka vile umeshtuka. Hata hizi mambo zote wazazi wetu hawajui. Cause niliona tu nikiwaambia wazazi wetu hizi story zote wanaweza kufa na pressure. Unajua tu mama anakuanga na pressure, dada ako na heart attack. Sasa hiyo si ni kama kuua tu wazazi wetu kabla za siku zao. Na sasa hizo ndio vitu sikutaka. That's why nilikuja ni confirm. Ndio nikakuita au KDF aone mwenye natambua kama shemeji yangu ni nani. Yamenikwaza sana haya mambo. Ila sasa siji. Kwa sasa hivi yuko wapi? Sababu nimejaribu kumtafuta simpati. Umeongea na yeye? Pia wewe unampigia simu? Pia mimi nampigia simu lakini simpati. Nimejaribu kumpigia simu siku chache ambazo zimepita lakini kidogo simpati. Hadi nilikuwa nimeanza kuwa na wasiwasi na nilikuwa niende kwao kuuliza Sharon ako wapi. Ulikuwa umepanga kwenda kwao? Nilikuwa nimepanga niende kujua Sharon ako wapi sababu ni mpenzi wangu, lazima nijue mpenzi wangu ako wapi. Sasa wewe una provide Sharon ni nini akikuitisha kitu, amekuitisha doka provide? Sharon kidogo si mingi, ile ambayo Mungu amenibariki nayo ndio maana I just assist. Lakini mimi najuanga Sharon alikuwa ananipenda. Sasa acha niseme alikuwa sababu maneno nimesikia hapa kidogo yamenitatanisha kidogo. Kwa hivyo acha niseme alikuwa ananipenda na mimi kama angeniitisha usaidizi ningesaidia mahali ningeweza. Si ati nimebarikiwa na kazi kubwa sana. Mimi ni mtu tu kujaribu tu maisha hapa na hapa Nairobi. So simu alikuwa nayo, KDF ndo alikuwa amebai hiyo simu. Lakini KDF ndo ametuambia kwamba hiyo simu alimnyang'anya. Kitu wako nayo ni line.
Sijui kama maybe ndo maana yako off nini hapo sijaelewa. Sasa Naam, kitu yako nao ni line. Nimejaribu kumtafuta sana lakini sijampata. Sababu hata shemeji alikuwa ameniambia kidogo amejaribu kumtafuta pia, so tulikuwa tumeanza kuingiwa na kiwewe kidogo, lakini nimeshtuka tu kusikia maneno haya ambayo umeniambia hapa. Naam. Sasa wewe umeamua vipi sababu umesikia hivyo? Sasa step next yako ni gani? Sasa hapo kidogo kakangu Ondieki, kidogo nimechanganyikiwa. Sitaki kukudanganya sababu no, these things hurt so called love. Me I trusted Sharon na nilikuwa najua like ni wangu tu, like ni wangu. Si maneno mnaanza kuniambia hapa bado kuna mwingine, tena bado kuna mwingine. So kumaanisha bado kuna wengine wenye hatujui. Tutafuatilia. Naam. Na kama maybe unajua tumekuita hujaona hata video, so Naam. nataka tuende tukae chini mahali. Naam. Pia wewe upitie hiyo video pole pole, Ninge- uone hiyo sura kama unaijua. Ningependa sana kujua ndiposa pia mimi nijione. Kweli. Naam. Sawa, so nataka tuende tulie kwanza guys, nataka tuende tulie na huyu ndogo pia apitie hiyo video. Meanwhile pia nyinyi mnaweza iangalia hapo chini kama hakuna mtu ameiona. So anaona ni kama tunaongelea Sharon mwingine, lakini sasa ameona sister yake hapa. Sister Sharon ako hapa, anaona ni kama anamdanganya, lakini wacha tuende apitie video alafu tutaona vile uamuzi wake ni upi. So in the meantime, endelea kusubscribe, kulike, kushare then comment.